Wakawa wanasogeleana taratibu. Olivia akafumba macho na kupeleka lips kwa Liam na kuanza kunyonyana. Movie inaanza. Mrembo Olivia anaingia kwenye jumba moja la kifahari, na hii ni baada ya Chief Vincent kufariki dunia na kuacha wosia na masharti ya urithi wa familia yake kwa njia ya video. Mwanasheria anaanza kwa kuzungumza. Ladies and gentlemen, wote tunajua tumekusanyika hapa kwa sababu matakwa ya Chief Vincent. Sasa kabla ya kufariki, aliomba kutazama hii video aliyejirekodi mwenyewe. Nahitaji kila mmoja wenu kuwa makini na kuitazama hii video. Mwanasheria akachukua remote na kuplay video. Kama unaangalia hii video, na maanisha nimemaliza mwendo na sasa nipo dunia nyingine. Ninatumai kila mmoja yupo hapa. Chifu akasema mke wangu kipenzi, pia akamtaja mwanangu Liam, kisha akamtaja Friday mlinzi wangu wa getini, pia akamtaja Kemi mfanyakazi wangu wa nyumbani, lakini pia kuna mtu nategemea atakuwepo hapa. Akamtaja Olivia. Olivia, kama upo hapa, angalia hii video. Napenda kukushukuru kwa msaada wako mkubwa. Mama akamtazama kwa hasira Olivia kwa kuweza kunihudumia na kunijali katika siku zangu za mwisho, na uhakika ninachokitaka kitaheshimiwa na kutekelezwa. Nimeweka masharti na ni lazima yatekelezwe. Kabla sijagawa mali zangu kwenu, na amuru Olivia aliyekuwa na mimi katika hali yangu mbaya niliyokuwa nayo, ukae nyumbani na familia yangu kwa kipindi cha mwaka mmoja. Nataka Olivia kuheshimiwa na kujaliwa bila kusumbuliwa kwa namna yoyote ile. Kama haya masharti yasipotekelezwa, vitu vyangu vyote ambavyo ni mali yangu, nyumba na viwanja, pesa na kila kitu, vitakwenda kwa watu wasiojiweza. Lingine la kuongezea, hakuna mtu yoyote, narudia, hakuna mtu yoyote atakayepatiwa mali zangu mpaka pale masharti yangu yatapokuwa yametekelezwa. Kisha akawashukuru kwa kumalizia, na hayo ndio maneno ya chifu. Mwanasheria wake nipo hapa kuhakikisha anatekelezwa. Mke wa chifu akamwambia, mwanasheria, hii sio kawaida na inaibisha hii familia. Inawezekanaje mali zake ziende kwa watu wasiohusika naye kwenye hii familia? Kwa hiyo baba alikuwa na kimada. Mwanasheria akamwambia, mada, haya ni maagizo ya chifu. Kwa upande wangu, labda alimuona Olivia ni mtu mwenye utu na tabia nzuri alizovutiwa nazo, na hii inakumbusha kanuni zake alizokuwa akijiwekea. Pia huu sio urithi, ni kuheshimu mtazamo wa chifu. Haya ni masharti ya kipumbavu, nitayapinga mbele ya mahakama. Madam, una uhuru wa kufungua jalada mahakamani ukitaka, lakini nakuhakikishia haya maamuzi yatabaki vile vile kama alivyotaka chifu. Kingine nakwambia, matumizi ya kila mwezi mtakuwa mnaingiziwa kwa ajili ya matumizi ya nyumbani, na mishahara ya wafanyakazi italipwa kama kawaida. Pia uwepo wa Olivia hapa kwa mwaka mzima ni lazima, na kama haitokuwa hivyo, pesa zote zitasitishwa kwa amri ya mahakama. Na je, kama nikikataa masharti, kulingana na maelezo ya sheria, mali za mume wako hazitoguswa wala kugawanywa, na mali zote zitapelekwa zilipoelekezwa kisheria. Samani mwanasheria, mimi sipo hapa kuleta matatizo yoyote, ila nahitaji kutimiza matakwa ya chifu tu na kuheshimu matakwa yake. Mwanasheria akawashukuru wote kwa kuweza kumsikiliza na kutaka maamuzi ya chifu yaheshimiwe. Baada ya chifu na Olivia kuondoka, Laimu akamuuliza mama yake, inawezekanaje jua hili nililosikia? Kwa mara ya kwanza namjua kimada wa mzee, na inawezekanaje huyu Olivia akawa na baba siku ya mwisho wa maisha yake? Mama, wewe ulikuwa wapi? Usijaribu tena kuniuliza hilo swali, hilo sio jambo la msingi tunalopaswa kujadili. Inawezekanaje mama? Inawezekanaje? Kama watu wa familia wangekuwepo siku zake za mwisho hospitalini, hili lisingejitokeza. Yule ni nyoka mdogo. Baba hajawahi kukuamini kutenda haki. Alijua usingeweza kutenda haki. Alijua usingeweza kumruhusu Olivia kuishi kwenye hii nyumba. Alijua. Acha kumtetea. Yule msichana alimweka baba yako kwenye chupa alipompata, na sasa anataka kuja na kula kwenye meza yetu, na pia aishi kama mke mdogo. Mama, jua Olivia asipoishi kwenye hii nyumba, pesa zote zitazuiliwa, na sote tunajua bila hizo pesa hatuwezi kusurvive kwenye hii nyumba. Tuna wafanyakazi, una watu wasiojiweza unaowasaidia, na maisha yako ya anasa. Baba amefanya vizuri kulifanya hili, nimesema tu. Kisha Laimu akaondoka zake. Baada ya siku kadhaa, Madamu akampigia mwanasheria Ojo, naomba nitumie milioni 5 kwenye akaunti yangu binafsi. Samahani sana madam, hii state account kisheria inamilikiwa na hayati chifu, kwa hiyo pesa yoyote hairuhusiwi kutoka mpaka masharti yake yatekelezwe. Naomba usinichezee mchezo. Mwanasheria, mimi ni mke wake na sihitaji ruhusa za kutumia pesa za mume wangu. Mwanasheria akamwambia, hakuna benki iliyoruhusiwa kutuma pesa popote. Akamuuliza, ina maana siwezi kupata pesa yoyote mpaka yule nyoka niishi naye? Akamjibu, ndiyo madam. Ikabidi Madamu akubali tu kuishi na nyoka kwenye nyumba yake. Baadaye wapo mezani wanakula, Liam mwanaye akauliza, yuko wapi Olivia? Mfanyakazi akamwambia yupo kwenye chumba cha wageni, hayuko tayari kwa ajili ya chakula cha jioni kwa sasa. Okay, basi nenda akamwambia aje. Hapana, mama akamwambia hajaalikwa. Liam akashangaa, nadhani umenisikia. Kama yule msichana atakula, basi anatakiwa ale peke yake. Kwa nini unafanya hivi? Unajua yupo kwenye nyumba kwa sababu yako. Siwezi nikakosewa heshima kwenye nyumba yangu. Yule msichana, yule ni nyoka, hawezi kukaa kwenye meza yangu kama familia. Lakini mama hajafanya chochote, ni
baba ndiye aliyemwandika kwenye matakwa yake. Mama akamwambia alinisaliti, kwa hiyo ulitaka sasa nitabasamu na nichukue wajibu wa mama eti kuwa kwenye upande wake wa amani. Kumbuka hajakuomba chochote, lakini wewe ndio unafanya hii nyumba ionekane jehanamu. Unasemaje? Ngozi, hebu nenda na mletee chakula chake. Liam akanyanyuka na kwenda kumuita. Mama akamwonyeshia ishara mfanyakazi mletee. Olivia ipo kitandani amekaa, akasikia hodi na gongo. Akamwambia karibu. Liam akaingia, Olivia akamsalimia good evening. Liam akamsogelea na kumuuliza mbona hujatoka kwa ajili ya kupata chakula? Akamwambia sina uhakika kama naruhusiwa kujumuika. Akamwambia uhitaji ruhusa ya mtu yoyote kwa ajili ya kula chakula, ili mradi upo kwenye nyumba, wewe ni sehemu ya familia, umenielewa? Naomba nifuate. Ndipo Olivia akatoka kitandani kwa ajili ya kujumuika pamoja kwenye chakula. Olivia akamwambia tangulia. Unataka nitangulie? Ikabidi Olivia atangulie tu. Walipofika mezani, Liam akamsogezea kiti na kumkaribisha. Olivia akawa na uoga, maana ajui kitachoendelea. Baada ya kukaa akamsalimia good evening madam. Madam hakujibu chochote na kuendelea kula. Liam alipokaa akachukua ndizi. Mama akampiga jicho kuonyesha kakasirika kumleta Olivia mezani. Olivia anafungua sahani, anakutana na ujumbe umeandikwa gold digger, yani malaya. Mama akawa anatabasamu huku akimpiga jicho. Olivia anashangaa kwa nini wanamfanyia hivyo. Liam alipoiona sahani ya Olivia akashangaa. Baadaye mama yuko chumbani, mfanyakazi akaja na kumwambia nimemwona Liam akichukua sahani na kumwekea chakula Olivia na kumpelekea. Anaonekana anaenda kumpa Olivia. Amefanya hivyo? Madam, nakwambia kitu nilichokiona, siwezi kukudanganya. Nimemwona kwa macho yangu mawili na pia kwa Mungu. Madam akamwita mhudumu na kumnong'oneza sikioni. Mfanyakazi akafurahi baada ya kuambiwa siri hata sisi watazamaji tusiisikie, kisha akaondoka zake. Usiku Olivia akalala kitandani. Mfanyakazi akapanda na ngazi juu ya dirisha na kumwagia maji kwenye mpira kitandani. Olivia akawa na hema juu juu, haelewi kinachoendelea. Mfanyakazi akashuka kwenye ngazi haraka haraka, kisha akavuta mpira juu ili Olivia asijue maji yametoka wapi na kukimbia haraka haraka ili asionwe. Olivia inanyanyuka kitandani na kuangalia dirishani, hakuna mtu, na kuamua kufunga dirisha. Akarudi kitandani akiwa na hema juu juu. Liam akamuuliza mama yake, yule msichana aliyekuwa anamuuguza dadi katika siku zake za mwisho, wewe ulikuwa wapi? Na kuuliza mama. Mama hakujibu chochote. Akaulizwa tena, kwa nini haukuwa miongoni mwa watu waliomuuguza katika siku zake za mwisho? Akamuuliza kwa nini yule Olivia alikuwepo. Je, mligombana? Je, ulimwacha dadi? Hakuwa na jibu. Je, alikwambia uondoke? Akamwambia hizi ndio taarifa ninazohitaji kuzijua kutoka kwako, naomba unijibu, usijaribu kuniuliza hilo swali. Liam akakaa vizuri, kisha akamwambia Liam, yule msichana alikuwa anamwendesha baba yako, alibadili akili ya baba yako wakati anaumwa, lakini wewe unafikiria ni mtu mwema. Akamwambia au umekuwa kipofu kama alivyomfanya baba yako? Liam akamjibu, huenda akuwa kipofu, huenda kuna kitu alikiona kutoka kwako ambacho hajakiona kutoka kwake. Akamwambia mama yake, kiukweli kuna kitu hakiko sawa, kuna kitu unanificha kwa maana hujasema lolote mpaka sasa. Mama akamwambia, kuwa makini mwanangu, wewe utabaki kuwa mwanangu tu na sitokubali mwanangu kuiharibu hii familia kwa kuamua kumtetea huyo mwanamke mzandiki. Akanyanyuka mama na kuondoka zake. Huku kwa Getman, mfanyakazi Ngozi anamuuliza Getman, hivi umetambua kwamba inaonekana tunapigana vita ya tatu ya dunia, na hii tangu huyo Olivia alivyokuja, yani mapigano kila sehemu. Getman akamwambia, nilichotambua ni kwamba tangu bosi wetu afariki hii nyumba imeharibiwa, sijatambua kitu kingine chochote zaidi ya hiko. Hapana, hii haimuhusu bosi wetu. Unajua bosi hakuwa mtu wa kuongea sana wakati yuko hai. Ni huyu msichana Olivia aliyokuja hivi sasa. Amekuja na tangu amekuja ameleta matatizo. Kwa maana hiyo hautambui nani yuko nyuma haya matatizo? Kila kitu kinaonyesha wazi ukimtazama. Mimi nimeona. Getman akala kalanga kisha akamwambia, subiri kwanza, jinsi unavyoongea na unamtaja kuwa Olivia ndio chanzo cha matatizo, lakini tangu alipoingia humo ndani hajasema lolote.